Kama unavyojua siku ya juzi kuamkia siku ya jana tunaambiwa kule nchini Kenya taarifa ambayo ilikuwa sio nzuri sana kuhusiana na mbunge ambaye alipigwa risasi na kufariki baada ya kukimbizwa hospitalini. Mpenzi mtazamaji, mbunge huyo alikuwa anafahamika kwa jina la Chazi Ogondo. Mpenzi mtazamaji, kumezua maswali mengi sana kuhusiana na baadhi ya viongozi mbalimbali nchini Kenya kuweza kuuawa katika mazingira ambayo ni ya kutatanisha. Sasa tumekutafutia na tumekuwekea makala moja nzuri hapa uweze kuwafahamu baadhi ya wabunge 7 wa Kenya ambao waliuawa mitaani. Mpenzi mtazamaji, katika historia ya taifa la Kenya, vifo vya viongozi mashuhuri wa kisiasa ambavyo vinatokea kwa njia ya kutatanisha vimeacha makovu ya kudumu katika dhamira ya wananchi. Mauaji hayo mara nyingi hutokea nyakati za misukosuko ya kisiasa yakihusisha siasa za kiimla, anakuambia uhasama pamoja na uongozi pamoja na migawanyiko ya kitaifa. Sasa matukio hayo ya kikatili yaliwafanya wananchi kutokuwa na imani pamoja na serikali ambazo zilikuwa madarakani, huku yakiibua majonzi, hasira pamoja na hofu ambayo imeenea miongoni mwa wananchi. Wanasema kila tukio la mauaji halikubaki kama tukio la kipekee, bali liliibua athari za kina na kuimarisha mgawanyiko wa kisiasa, mianya ya usalama pamoja na wito wa uwajibikaji hasa katika idara za kijasusi. Wabunge ambao walipigwa risasi na kuuawa katika mazingira tatanishi, baadhi anakuambia walihusishwa na maono ya mabadiliko ama msimamo wa wazi kabisa dhidi ya mifumo ya utawala, huku wengine wakionekana kuangukia mikononi mwa wahalifu. Katika taarifa hii anakuambia tunaangazia wabunge 7 ambao walifariki ghafla baada ya kumiminiwa risasi wakiwa katika shughuli zao za kawaida tu mitaani. Tunaanza na wa kwanza. Huyu anafahamika kwa jina la Chazi Ogondo, mbunge wa Kasipuli. Anakuambia kisa hii cha hivi karibuni tu cha mauaji ya mbunge katika eneo la bunge la Kasipuli katika jimbo la Homa Bay. Chazi Ogondo, mbunge huyu alikuwa ametoka bungeni muda mchache tu kabla ya kushambuliwa akiwa ndani ya gari lake katika barabara iliyo na shughuli nyingi katika jiji la Nairobi. Polisi inasema kwamba gari la mbunge huyo liliandamwa na watu wawili ambao walikuwa wakiendesha pikipiki, kisha mmoja wao akasimama na kufyatua risasi kadhaa. Dereva wake alinusurika katika shambulio hilo. Marehemu ni mbunge wa chama cha Orange Democratic Movement yani ODM ambacho kinaongozwa na mwanasiasa mkongwe kabisa Raila Odinga. Polisi angali wanachunguza kisa hicho, huku waliotenda uhalifu huo wakiwa bado hawajakamatwa na chanzo cha mauaji hayo akijabainika mara moja. Wanasema kwamba dereva wa gari anakuambia pamoja na abiria wa kiume ambao hawakujeruhiwa walifanikiwa kumkimbiza mbunge huyo katika hospitali ya Nairobi ambapo alithibitishwa kuwa amefariki wakati anawasilishwa pale. Katika taarifa ambayo imetolewa na msemaji wa polisi Muchi Nyanya, amedhihirisha kwamba mbunge huyo aliuawa kwa kupigwa risasi siku ya Jumatano jioni kando ya barabara ya Hong karibu na mzunguko wa chumba cha kuhifadhia maiti cha Site pamoja na mtu ambaye alikuwa na bunduki. Wanasema kwamba kuna uwezekano marehemu alilengwa na mauaji yake yalipangwa. Msemaji wa polisi aliongeza hivyo. Murichi amesema kwamba makamanda wakuu wa polisi pamoja na wapelelezi walitembelea eneo hilo na kuchunguza ambacho kilichokuwa kimetokea. Wanasema huduma za polisi na jeshi la polisi kwa ujumla limelaani kitendo hicho cha ufyatuliaji risasi, anakuambia na kukitaja kama ni uhalifu mbaya na usio na maana, na kuhakikisha na kuthibitishia umma kwamba hakuna atakayezuia uchaguzi ama uchunguzi ambao umeanza kufanyika kuanzia sasa. Na wa pili anafahamika kwa jina la George Muchai, mbunge wa Kabete. Wanasema tarehe 7 mwezi Februari mwaka wa 2015 mbunge George Muchai eneo bunge la Kabele
alipigwa risasi na kuuawa pamoja na walinzi wake wawili pamoja na dereva wao katikati ya jiji kuu la Nairobi. Anakuambia sanduku pamoja na bunduki mbili za walinzi ziliibiwa katika tukio hilo. Muchai ambaye alikuwa ni mbunge wa chama cha Jubilee alikuwa amehudumu kwa miaka miwili tangu achaguliwe kwa mara ya kwanza. Wakati huo anakuambia alikuwa akirudi baada ya chakula cha jioni na familia yake. Familia yake ilikuwa mbele yao katika gari jingine ambapo binti yake alieleza kwamba walikuwa wametoka katika eneo la Westlands. Wanasema mbunge huyo alikuwa amenusulika jaribio lingine la mauaji mnamo mwaka wa 2011, jambo ambalo limeonyesha wazi kabisa kulikuwa na njama ya kumwangamiza. Mbunge wa tatu ni Mugabe Were, mbunge wa Embakasi. Wanasema huyu Mugabe Were ni mbunge wa Embakasi kupitia chama cha kisiasa cha ODM. Aliuawa mwezi Januari tarehe 29 mwaka wa 2008 katikati ya ghasia za baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2007. Alipigwa risasi nje ya makazi yake katika mtaa wa Holways, Nairobi. Mauaji ya Mugabe Were yalishtua taifa lote na kuwa ni mfano wa hatari ya siasa pamoja na chuki. Baada ya kesi ambayo ilidumu miaka 7, mahakama ilimhukumu James Omondi anakuambia pamoja na Paul Omondi Papa kunyongwa kwa kosa hilo la mauaji. Watano anafahamika kwa jina la David Kimutai To, mbunge wa Ainamoi ambaye alikuwa ni mbunge wa Naimoi. David To aliuawa kwa kupigwa risasi Januari 2008 huko Eldoret, eneo la West Indies, county ya Gishu. Anakuambia David To alikuwa ni mwanachama wa chama cha ODM. Aliuawa siku chache tu baada ya mwenzake wa Embakasi Were kupigwa risasi na kuuawa nje ya nyumba yake katika jiji la Nairobi. Wanasema To aliuawa pamoja na afisa wa polisi wa trafiki wa kike na hivyo kuchochea madai kwamba kifo chake kinaweza kuwa ni masuala ya wivu wa kimapenzi. Kifo cha To kilizua hali ya wasiwasi kote nchini, huku wafuasi wa upinzani wakidai kwamba njama fiche kutokana na mauaji hayo. Anakuambia mawili yenye utata yalitokea wiki moja. Pia anakuambia mshukiwa mkuu wa mauaji huyo Andrew Moole Omwenga, afisa wa polisi, alidai kwamba alijitetea baada ya kushambuliwa na Kimutai pamoja na afisa mwenzake. Anakuambia Mochera alihusishwa kimapenzi pamoja na mbunge huyo ambaye alikuwa ni mjane wa askari mwingine. Wa sita anafahamika kwa jina la Tony Ndilinge, mbunge wa Kilome. Mnamo mwaka wa 2001 anakuambia aliyekuwa ni mbunge wa Kilome Tony Ndilinge aliuawa kwa kupigwa risasi mara 2 kichwani nje ya baa moja katika eneo la Githurai, anakuambia Viungani katika jiji la Nairobi. Wakati huo mbunge huyo alikuwa ni mkosoaji mkubwa kabisa katika utawala wa rais wa zamani Daniel Arap Moi. Mauaji hayo yalitafsiriwa na wengine kama ni njama ya kisiasa ambayo iliyofanyika katika mazingira ya usiri mkubwa kabisa na kuzua tafaruki. Watano anafahamika kwa jina la Tom Mboya. Huyu Tom Mboya bwana, huyu wa saba, kumradhi si watano, wa saba Tom Mboya, yeye alifariki mnamo Julai 5 mwaka 1969. Mwanasiasa mahiri kabisa na miongoni mwa vinara wa wanaharakati za uhuru nchini Kenya. Aliuawa kwa kupigwa risasi katikati ya jiji la Nairobi, na wakati huo akiwa waziri wa mipango ya kiuchumi. Mboya alikuwa na umri wa miaka 39 tu pekee. Kifo chake kilisababisha mshtuko mkubwa kabisa katika taifa hilo, huku wengi wakitafsiri kama ni njama ya kisiasa dhidi ya ushawishi wake mkubwa. Alizikwa kwa heshima katika jumba la kumbukumbu ambalo lilijengwa kwenye kisiwa cha Rusinga. Sio tu Kenya ambayo imeshuhudia mauaji ya wabunge mitani, anakuambia baadhi ya mataifa ya bara la Afrika yameshuhudia, anakuambia viongozi wa ngazi ya juu kabisa ambao waliuawa kwa njia tatanishi kama hizo. Na tunaishia hapo kwa kifupi tu kuhusiana na wabunge hao ambao
waliuawa kwa kupigwa risasi katika nchi ya Kenya, hasa katika jiji la Nairobi, ambao siku ya juzi huyu hapa Charles Ogondo amepigwa risasi na kufariki hapo hapo. Hii hapa ni Kabanga Digital. Endelea kufuatilia chaneli yako hii hapa kwa makala mbalimbali, habari mbalimbali ambazo tunakuwa tunakusogezea hapa, na usiache kusubscribe chaneli yako hii hapa kwa habari zaidi.